So nilivyoona hili swali mwenyewe nikaanza kujiuliza kwamba inawezekana kweli kumbe tunaelekezana namna gani ya kutumia baadhi ya software kwenye kuedit video, lakini kweli watu baadhi hawajui namna gani anaweza kashuki video nzuri ili aweze kuedit kwa wakali sana. Kitu cha kuzingatia kwanza, position ya kamera yako. Na hapa kwa sababu nazungumza na watu ambao wanatumia simu, content tumia simu zaidi. Lakini baadhi ya hizo technique pia unaweza kuzifanya pia kwa kutumia kamera. So kwa mtu ambaye mfano unashoot video, unataka hiyo video yako unamshoot na object wako anakuwa anaangalia kamera yako moja kwa moja. Ukizungumzia ya simu, object anaangalia kamera moja kwa moja. Mfano mimi ninavyozungumza sasa hivi naangalia simu moja kwa moja, basi wakati una shoot video yako lazima itakuwa imekaa hivi. Wakati umejiposition simu yako iko sawa kama hivi nilivyoshika, kwa au mkono naweza ngatumia kama gimbal wakati huo naandika simu yangu iweze katikasika, nikipeleka mbele, nikitilt TV, nikizoom out, nikizoom in, maana simu ndio imekaa vizuri. Kamera zako lazima zitakuwa juu wakati ukimwangalia object, kwa sababu object inaangalia simu iko shako. Lakini kwa yule ambaye anatengeneza recap kwa ajili ya ameenda kufanyia activity nje au ndani, au anatengeneza tu ina clip ambayo haimhitaji object akazungumza moja kwa moja, ana uwezo wa kugeuza kamera yake hivi. Na ndio hapo unapata watu walikuwa wamegeuza simu zao kamera ziko chini, kwa sababu object hatuangalia kamera, na object ambazo zitakuwa zishuki hapo wakati huu zitakuwa ni object ambazo hazihitaji kuzungumza, kwamba zitakuwa na inset ya macho moja kwa moja, hazitakuwa na inset. Kwa unaweza ukashoot kwa mara nyingi tunageuza hivi si kwa ajili ya kuchukua content ambazo unaenda kushoot ambazo ndani yake watu wajizungumza wakiwa wanaangalia kamera, na tushoot hivi ikiwa ndani yake kuna watu wanashoot wakiwa wanaangalia kamera. Pia unaweza ukashoot hivi kama hujezi ya kushika hizo na ukashoot hivi kawaida, lakini kushoot hivi maana yake una baadhi ya shots utazipata iko cha kwanza kwenye position ya kamera. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni frame au kujiposition wewe mwenyewe, kwa sababu utakavyokaa ndo maana yake utakuja kupata shot nzuri. Kitu kingine hicho shot yoyote ambayo unaenda kuipata ukiwa location na watu una shoot ndio itakusaidia video yako ije kuwa nzuri zaidi. Kwa maana unavyoanza kushoot kisha na kuwa una scene za opening, tutakuwa na scene ambazo zitakuwa unaelezea story ya clip yako, lakini tutakuwa na scene ambazo zitahusika kwenye outro. Ukizingatia hivyo kabla ya kwenda kushoot, ukiviandaa mapema, maana ukienda kushoot video yako itaenda kuwa perfect. Cha mwisho kabisa, zingatia kabisa wakati una shoot, ikiwezekana uwe tu unajiimbia baadhi ya nyimbo kichwani mwako, kwamba uashumu kwenye editing yako itakuwa vipi. Mfano mimi leo niko na shoot video kwa ajili ya kwenda kutengeneza labda recap tu ya kawaida na recap tofauti ambazo nimefanya nikiwa natembea, nitashuli kama nafanya editing, maana yake nilikuwa na shoot kwamba hii ni opening, itakuwa na shooting kwa kuna baadhi ya clip nitazishoot katika motion ambayo nikienda kuweka sauti ya aina yoyote au background voice ya aina yoyote itaenda kusaidia video uweze kwenda vizuri. Kwa hivi ni baadhi ya vitu ambavyo kwa mtu ambaye anaweza kutengeneza video tofauti za simu au za kamera ni vitu vya kuzingatia ili video yako wakati unaenda kufanya editing iwe nzuri. Mimi na